Sasa tuingie kwenye neno la Mungu. Kama unaandika, andika kufumbwa macho usione. Kufumbwa macho usione. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 13 mpaka 16. 16 pale ndio kiini cha ujumbe wetu, lakini nataka tujue habari hii imetoka wapi. Na inasema, na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawa wawili wanaozungumzwa hapa, walikuwa wanatembea wakielekea sehemu moja inaitwa Emau. Wakati huo Yesu alishakufa. Sasa wakiwa wanatembea wanazungumza, ghafla katika matembezi yao Yesu akaungana nao, na Yesu alichokifanya akafunga macho yao. Si macho haya, napozungumza kufumbwa macho sizungumzi macho haya, japo tunaweza tukagusa kidogo hapo, lakini nazungumza kufumbwa macho ya ndani au fikra au akili za ndani ya mtu. Ndio macho anayezungumza hapa, fikra au akili za mtu kufumbwa, asiweze kuelewa. Anaona lakini haelewi au hajui nini ambacho kinaendelea. Si kama mmewahi kuona hicho kitu. Labda kwa mfano rahisi, unaweza kupita mahali fulani usione kitu fulani, ila paka mtu fulani aje kuambia kuna jambo, kuna njia ile, kwenye njia fulani kuna kitu fulani. Si kama ulipita kama macho yako hayaoni, yanaona lakini hayaoni. Si kama mnanielewa hapo? Hicho Kiswahili mnanielewa? Unaona lakini uone. Kwa mfano hapa nikiuliza kila mtu hapa anaona nini, kila mtu ataniambia kitu cha kwake. Na kuna mtu kuna kitu hakioni hapa, tangu aingia haoni kitu fulani. Si kama mmewahi kuona hicho kitu, paka mwambie kitu fulani ndio ataona. Sasa kufumba macho na kuzungumza hapa, kufungwa akili au ufahamu wao walikuwa wanamwona mtu, lakini walikuwa hawatambui kama ni nani, ni Yesu. Na sisi leo tunakutana hiyo hali. Kwa nini Yesu anakufumba macho? Sasa tunaenda kuzungumza kwa aina mbili, kufungwa akili ninapozema, au kufungwa ufahamu. Kuna kufungwa ufahamu na Mungu mwenyewe, au kuna kufungwa ufahamu na Shetani. Tutazungumza yote kwa kipindi hichi ambacho tutakuwa nacho. Kwa nini Yesu akufunge macho? Kwa nini Yesu amfumbe mtu macho? Sababu ya kwanza, kumwandaa mtu vizuri kwa jambo fulani kubwa. Yesu anaweza kukufunga macho usione kitu fulani kwa sababu ya maandalizi ya kitu fulani kijacho kikubwa tu. Anataka mazingira fulani usipate shida nayo, amekufunga tu macho yako. Wewe unaenda tu, watu wanashangaa, huyu bwana anaenda tu. Watu wanakushangaa, lakini wewe una shida. Jamani, yule mtu anahamia pale kwenye ile nyumba wake ina wachau wengi sana. Yule anaenda kujenga kwenye kile kiwanja, pameshindikanaga pale, anajenga, anaishi, anaendelea. Mungu anataka kuonyesha wale watu kwamba mimi ni mkubwa kuliko yule ambaye mnamuogopa. Kwa eneo lile, kwa yule mtu kufungwa macho tu, kibinadamu angeogopa, lakini yule mtu anafungwa macho au anafungwa ufahamu wake na akili zake, na masikio yake anatiwa ganzi asiweze kusikia stori za mji ule. Wenyeji wanafahamu kabisa eneo hili ni hatari kubwa, watu kadhaa wamekufa eneo hili, watu kadhaa wameharibikiwa eneo hili, lakini mtu wa Mungu anafika pale, wanamfahamu kabisa ni Mkristo na anasali sehemu fulani na ameenda eneo fulani, na wamempa siku. Huyu mtu hatoboi, mwaka mmoja atakuwa amekwisha. Lakini unashangaa mwaka mmoja unapita na mwaka mwingine unapita, mpaka baadaye wanashindwa kuvumilia. Sasa wanaambia mimi bwana sijaona shida yoyote, nyinyi mnakuwa mnaona nini? Mungu alimfumba macho kwa ajili ya kumwandaa kwa jambo fulani, au kwa ajili ya jina la Mungu kutukuzwa mahali pale na jina la Yesu liinuliwe mahali pale. Bwana tusaidie sana. Jambo la pili, kutokuruhusu hofu au wasiwasi kwa yale mambo angeyaona. Mambo mengine kuyaona kwa macho yanakutia hofu, unashindwa kuchukua hatua. Kuna watu hawachukui hatua kwa sababu wamejaa hofu, wamejaa wasiwasi, wamejaa kushindwa. Sasa Mungu anaweza kukufunga fahamu zako za ndani usiweze kuona kitu fulani ambacho watu wanakiona cha hatari. Ndio maana kuna mtu fulani nyinyi mnamuona kama haweziwezi, lakini anaweza kuthubutu. Watu ambao wanashinda mambo fulani, ambao wanafanya vitu fulani vikubwa, si kwa sababu wana uwezo mkubwa sana, ni kwa sababu wanachukua hatua. Hawaoni vitu fulani,
na hawaoni vitu fulani, ndio maana wanachukua hatua, wanasema Mungu yuko pamoja na mimi, nitafanya. 3, atimize mapenzi yake au kusudi lake kikamilifu. Ili huyo mtu atimize kusudi kikamilifu, anafungwa macho asiweze kuona takataka zingine, asiweze kuona mambo mengine. Amefungwa macho kwenye eneo fulani la hatari. Yeye kule hajui, anachojua kwenye hichi hapa basi, ili aweze kulitimiza kusudi la Mungu vizuri. Kufungwa macho. Ili mtu huyu atimize kusudi la Mungu vizuri, anafungwa macho na mambo yote ya dunia. Nyinyi mnaona mazuri. Mtu mmoja anasema yani mimi bila kunywa bia mimi sielewi. Yani bila kufanya kitu fulani sielewi. Yani mimi mnaishije nyinyi? Mnaishije bila kutembea na wanawake ovyo? Mnaishije bila kutembea na wanaume ovyo? Hivi yani huyu ndugu, kwa sababu ili atimize kusudi la Mungu, anafungwa. Asianze kuona wanawake ni jambo la maana sana, asiweze kuona wanaume ni jambo la muhimu sana la kufanya ovyo. Yeye anajua wa kwangu na nitosha. Huyu amefungwa na Mungu mwenyewe, asiweze kuona kule kuna uzuri, au asiweze kuona kule kuna uzuri. Aweze kuona uzuri ni huu tu. Twende ya 4. Kumpa mtu amani ya moyo wake, ili awe na utulivu, awe na amani. Anakula, unakuta mtu anakula kabisa, anakula chakula cha kawaida kabisa, lakini ana amani kweli. Hiyo Mungu tu amemfumba macho huko, asiangike na mambo fulani. Kuna watu wanatishika na vitu vidogo tu. Kuna mtu huwezi kumvuta kupitia chakula. Ujapo wapo wengine wanavuta kupitia chakula. Kuna wapo huwezi kuwazubaisha kupitia chakula. Yaani kuna mtu kweli ana hamu na kuku, lakini kuku sio kitu ambacho kinaweza kumuingiza dhambini. Kuna watu tu wanaingia dhambini kwa sababu amekunywa Pepsi na amekula mguu wa kuku. Kwa nini shetani anamfumba mtu macho asione? Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka 4. Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Ndio kazi ya shetani tu, amewafunga watu ambao hawajamwamini Kristo ili wasiweze kupata neema hii ambayo umepata. Ndio kazi ya shetani. Namba 1, anaendelea kumtumikisha kwenye uovu wake. Huyu mtu aliyofungwa macho asione na shetani, ili aendelee kumtumikisha huyu ndugu kwenye uovu. Ukiona mtu kwenye uovu amekolea, amezama, ujue kwamba shetani amemfunga macho asiweze kuona ule ubaya, aendelee kutumikia ule uovu, aendelee kufanya vitu ambavyo havifai mbele za Mungu. Yeye anaona sawa tu, nyinyi mnahangaika jamani. Huyu mtu haoni vibaya. Yaani analewa mpaka analala kwenye mitaro, nakuta amejichafua, yaani amekila kitu, yaani nyinyi mnahangaika, wala kesho anaamka asubuhi anaenda kwenye mambo hayo. Yaani nyinyi hamuonagi jamani, nyinyi hamuoni kitu cha ajabu. Watu waliozaliwa kabisa, umelea mtoto na nini, alafu unaenda kushangaa yuko barabarani anajiuza kahaba. Nyinyi hamwezi kuona kitu cha kawaida, mbona kuona kitu cha kawaida hicho? Wewe kwa akili yako unaweza kaenda kuvaa, unaenda kukaa uchi barabarani unajiuza. Inawezekana kwa akili ya kawaida kabisa? Haiwezekani. Lakini shetani amefunga fahamu zao na akili zao ili kuendelea kuwatumikisha kwenye ule uovu, wala haoni aibu. Wakati unaona aibu kumtangaza Yesu, watu hawaoni aibu kutangaza mambo maovu. Paka nashangaa kuna wakati mwingine paka mashoga, unashangaa shoga yuko na ujasiri, anaongea vitu vya ajabu, tena anajiamini kabisa. Yaani mwanaume mzima kabisa na ndevu zake, amevaa gauni, amepaka wanja mdomo na nini. Si mnaona kwenye mtandao? Hana aibu, lakini unaweza kuona aibu mwanaume ukiwa na Yesu moyoni na nini. Lakini yao yule mtu sio hali ya amefungwa fahamu zake na akili zake ili shetani aendelee kumtumikisha kwenye ule uovu. 2, kutotoa nafasi ya mtu kumwamini Yesu au kutubu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 8 na Kutoka sura ya 7 mstari wa 22. Kutotoa nafasi ya kumwamini Yesu. Yaani jamaa hatoi nafasi kumwamini Yesu au utubu. Yaani hapo unapigwa na inaenda. 3, kutoruhusu mtu amtukuze au ampe heshima Mungu wake. Kama tunavyomtukuza Mungu hapa, kuna mtu anaona kero tu. Shetani amemfunga asiweze kumtukuza Mungu wake. Kwa sababu kwenye kumtukuza Mungu kuna matokeo mengi sana. Kuna watu wanaponywa kwenye sifa, kuna watu wanapokea furaha kwenye sifa, kuna watu wanapokea amani kwenye sifa. Wanavyomtukuza Mungu kuna magonjwa yanaanguka. Unavyomtukuza tu Mungu hivi, kuna mtu wala ndio anapiga usingizi. Yule mtu amefungwa asiweze kuona kwenye sifa kuna matokeo mazuri kwangu mimi. Hebu tusome Warumi 1:21 nasemaje? Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa nini?
giza. Walikuwa wanamjua Mungu, anasema Yesu ni Bwana na Mwokozi, lakini mioyo yao imetiwa giza, wasiweze kumtukuza Mungu wao, na mafundisho ya potovu yalikuwa yamejaa ndani yao. Yule mtu ambaye ametiwa giza hawezi kumtukuza Mungu. Akiponywa anasema mganga fulani ni fundi, yuko vizuri, hamtukuzi Yesu tena. Ndio hao watu sasa. Hao walifungwa fahamu zao, wanasema Yesu ni Bwana, wanakuja kanisani Jumapili, wanakuja Jumatano, lakini wako kinyume na Yesu wao kabisa. 4, asijue kweli ya Mungu. Unaweza kufungwa fahamu zako usijue kweli ya Mungu, yaani unafungwa tu huko tu, unaenda tu. Ndio kazi ya shetani, kukufumba macho yako sione. Unaweza usijue kweli ya Mungu, upo tu. Kuna watu yani hawajui kama Mungu anaweza kufanya mambo makubwa, hawajui kwa sababu wamefungwa fahamu zao. Kwa kazi ya shetani anakufumba macho ili usiweze kujua nini? Kweli ya nani? Ya Mungu. Efeso 4:17 ili tumesoma pale muda sio mrefu. Walifungwa fahamu zao ili wasiweze kujua kweli ya Mungu, ndio kazi ya shetani. 5, asitoke kwenye hali yake duni. Kuna wakati shetani amekuzamilia kabisa. Hapo ulipozaliwa, ulivyokuwa, ubaki hivyo na hali yako duni. Yaani usiongezeke viwango. Nafikiri tunafahamu haya mambo, sio jamani? Ndio shetani amefunga fahamu wako, amekufunga macho yako, amefunga akili zako. Yaani watu watapiga kelele, wewe ndugu, usibadilisha tanguo. Mimi niko sawa tu bwana. Wewe hiyo mwaka umevaa sana, tangu mwaka 2000 unavaa nguo hiyo tu, usibadilisha. Mimi niko sawa tu. Ndugu, sujenge hata sogeza, una ng'ombe wengi hapa, usiuze hata ng'ombe 5 ili nani tu, jenga hata slope, usio na vujiwa na mvue kija. Ni wa hivi tu jamani. Mimi wa hivi tu. Yaani hawezi. Yaani yule pale amefungwa akili zake, adui hataki haale. Unakuta mtu ana kila kitu, kuku, mayai, mbuzi, ng'ombe, lakini kila siku ugali mlenda, kila siku. Mmekuona watu amje kuona? Mmekuona? Hawezi kula. Sawa, kula kiasi ni sawa. Yaani hata kiasi ya hana. Yaani amepitiliza. Amekauka, hawezi kula. Watoto wanatembea makalio yako wazi. Yaani hata kumlia nguo hata kamtumba hawezi. Yaani amefungwa awe duni. Kuna mtu hawezi kusogea tangu aanze kufanya biashara ile. Yaani unakuta na mafuta tu anaweka mafuta pale. Yaani baby care. Mnaifahamu baby care? Na nyingine nini ile ya zamani magumu, mpaka unachota na kidole mafuta fani yalikuwa magumu. Mpaka unasikia maumivu kabisa, unachota kwa nguvu. Abadilikaki yuko pale na rais, yaani nimekaa pale. Yaani unakuta mafuta mawili habadilishi. Ndio wale sasa ukimkabidhi kitu utakikuta kiko vile. Kama yule mwenye shilingi 1 kaifukia. Utaikuta iko hivyo, hazalishi, haongezi, hapaki hata rangi. Yaani ni ile. Umefungwa fahamu wako, ubaki duni. Yaani ubaki na hali yako duni. Ndio shetani anafurahia. Hapo mbinguni utaenda, lakini anahakikisha kwamba maisha ya duniani usienjoy. Mbinguni tutakukuta, lakini anahakikisha hapa duniani uone kama jehanamu. Wakati wenzako wanasema wanafurahia, wanakula kuku na nini, wanaenjoy na familia zao, wanataka hata kidogo kwenda kupiga upepo mahali fulani, wao wanasema hiyo ni dhambi. Yaani huko yani hamna. Asisifikie ahadi ya Mungu au ahadi za Mungu. Kusudi la shetani kukufunga ili usifikie zile ahadi za Mungu ambazo amekuahidia. Unazisoma kabisa kwenye Biblia, unasema hizi ya Agano la Kale. Hakuna Mungu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Hatuna Mungu wa Agano la Kale, hatuna Mungu wa Agano Jipya. Mungu ni yule. Agano la Kale ilikuwa kivuli tu ya mambo yanayokuja Agano Jipya, lakini Mungu bado ni yule. Usiseme najua Agano la Kale, najua Mungu alikuwa hivi. Bado hujaelewa Biblia sawa sawa. Lakini ukielewa Biblia, Mungu ni yule wa Agano la Kale na yule wa Agano Jipya. Ndio maana Yesu anazungumzwa Mwanzo 1 ukisoma utamkuta Yesu, ukisoma Yohana 1 utamkuta Yesu. Kwa hiyo Mungu ni yule. Useme Mungu wa Agano la Kale ana mambo magumu, nini, Mungu wa sasa yuko tofauti na Agano la Kale. Hakuna, Mungu ni yule. Kama alikuwa mkali bado ni mkali vile. Ukifanya mabaya bado na pale utadili naye hivyo. Mungu hawezi kukuacha useme wa sasa hivi kidogo ana huruma na nini. Soma Ufunuo ndio utaelewa kwamba Mungu ni amebadilika au vipi. Utajinaswaje kwenye hili? Kama umefungwa fahamu, utajinaswaje? 1, maombi. Ili uweze kujinasua kwenye mtego huu ni maombi, ili fahamu zako zifunguliwe.
akili zako zifunguliwe. Watu wale ambao tunataka waokoke wafunguliwe. Tunahitaji kumwomba Mungu sana sana sana. Tunaweza kuwa na ujuzi mwingi, maarifa mengi, ujanja mwingi, design nyingi, bila kumwomba Mungu haitawezekana. Kuna mambo hayawezekani mpaka kwa kufunga na kuomba. Kuna mambo hayatoki mpaka tunahitaji kumwomba Mungu. 2, neno la Mungu. Neno la Mungu ni maarifa, neno la Mungu ni mfahamu, neno la Mungu ni elimu, neno la Mungu ni hekima, neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu. Bila neno la Mungu kuna mambo hayatawezekana. Unahitaji neno la Mungu likufungue. Kuna vifungo vingine vinahitaji neno la Mungu, unahitaji maarifa. Jinsi unavyojifunza unafunguliwa. Unaanza kujua ahadi za Mungu, unaanza kujua baraka za Mungu. Unaanza kujua Mungu amekuahidi nini. Mungu amekuahidi uponyaji, Mungu amekuahidi uzima, Mungu amehitaji kutawala, hiyo ni ufahamu ambao Mungu anakupa. Sasa unafunguliwa kwenye fahamu shetani alikuwa amekufunga. Wakati mwingine watu wengine wameokoka lakini bado wana dini zile za zamani, wana dini za mababu, wana fikra potofu. Sasa Mungu anakufungua kupitia neno lake. Unapojifunza neno la Mungu, kadri unavyojifunza unafunguliwa. Na mwisho, ili uweze kutoka hapo, ni kumrudia Mungu. Ili uweze kutoka kwenye kifungo cha shetani, kwenye eneo fulani ambapo adui amekufunga, unahitaji kumrudia Mungu, unahitaji toba, unahitaji maarifa, unahitaji maombi ili Mungu akusaidie. Acha masiara. Kuna eneo ambalo bila maombi hautoboi, bila neno hautoboi, bila kumrudia Mungu hautoboi.